Tabia ya aidha mtu akifanya dhambi kanisani anafukuzwa kabisa, asionekane, anatengwa. Amefanya uzinzi, amefanya ulevi, uvuta bangi, mnamtenga. Je, wewe hapo uliyemtendea, wewe hapo ni mtakatifu, unamzidi Mungu? Tuongee ukweli. Wewe je, wewe utendi dhambi? Ni msafi kama Yesu? Kwa sababu mimi ninajua ambaye ni msafi ni Mungu wa mbinguni mwenyewe. Hata Mungu katika mstari wake niliangalia akasema alipochungulia duniani hakuona mkamilifu yoyote. Sisi wanadamu tumetawaliwa na dhambi. Tunatakiwa sisi kama tumepata neema ya Mungu kama watumishi, tuwachukue wenye dhambi, tuwahubirie injili ya kweli, tukae nao kwa amani na upendo, tule nao, tufurahi nao, tunywe nao, tuwahubirie injili waweze kumjua Yesu. Tuwaombee. Mungu ndio ambaye atakao wabadilisha. Wewe uweze ukambadilisha mtu. Yule ni mzinzi sana, yule ni mlevi sana, yule ni mvuta bangi sana. Haitakiwi. Unapomwona mtu anafanya dhambi yoyote utakiwi kumhukumu, bali unatakiwa kumwombea maombi yako ya siri. Mwambie Mungu, mbadilishe mtu fulani, Mungu mbadilishe kaka fulani, Mungu mbadilishe dada fulani. Na Mungu kwa wakati wake usimpangie, ndiye ambaye atakayembadilisha mtu. Acha kuhukumu. Amefanya dhambi mwanakwaya, amefanya dhambi muumini, hukumu mwachie Mungu. Mungu ndiye ambaye mwanasheria. Unatakiwa kumuonya, kumwelimisha, kukaa naye kikao. Mungu atambadilisha.